Mechi ilikuwa ngumu na tumecheza na mpinzani mgumu na tupo katika kundi gumu. Nichukue fursa hii kwanza kipekee kabisa kuwashukuru sana mashabiki wanachama wa klabu yetu Young Africans wa hapa Zanzibar na ambao wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali kuja hapa Unguja Zanzibar kuisupport team siku ya leo. Mechi yote kubwa kama hii inahitaji mchezaji wa 12 na leo hawajatuangusha. Tumeanza mechi kwenye intensity ya juu, tumetengeneza nafasi 4 dakika 15 za kwanza, goalkeeper wao akawa na mechi nzuri, akazisave zote. Sio kwamba chance zilikwenda nje, zote zilikuwa on target. Ukienda kwenye takwimu sasa hivi utaona Yanga amemiss zile big chance zinazidi 4 kwenye mechi ya leo. Maana yake goalkeeper wao walikuwa wameamka vizuri. Lakini mashabiki wa hapa Zanzibar na ambao wamekuja kwenye mchezo wa leo walionyesha upekee wao, walionyesha utofauti wao. Licha ya timu kutengeneza nafasi, kipa ana save, lakini hawakuvunjika moyo. Wako mashabiki moment kama hizo wangeanza kuzomea wachezaji, wangeanza nini, lakini walisimama na timu. Second half tukarudi, pressure inazidi kuongezeka. Nyote mnajua Waarabu, kipindi cha pili wanacheza dakika 30 tu, 15 wanajiangusha. Mungu akutujalia dakika 58 tukafunga goli la kwanza na likawa goli pekee. Mwenyezi Mungu ametupa tatu za kwanza. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza wachezaji wetu, tunapongeza makocha. Safari ndio imeanza. Yaani safari bado ndefu. Safari ndio imeanza. Na hata nilikuwa nawaambia mashabiki wa Yanga hapo nje, tuna haki ya kufurahi leo, lakini safari ndio kwanza imeanza. Tulipopambana kutengeneza ushindi wa leo, tunatakiwa tukafanye mara 4 mara 5 zaidi ya leo, kwa sababu mechi zinazokuja mbele ni ngumu pia. Tuna mechi na Al Ahly, tuna mechi na JS Kabylie hapa New Aman Complex. Baada ya hapo tutakuwa na mechi nyingine za away. Kwa hiyo leo tuna haki ya kufurahi, tuna haki ya kutamba, tuna haki ya kuvimba, lakini ndio mwanzo wa safari. Mwenyekiti, Dube amefunga leo hii. Miongoni mwa vitu ambavyo vimevutia zaidi. Ulionekana mara kadhaa ukimtia moyo. Leo pia kitu ambacho kinazungumzwa na zaidi ni namna ambavyo wachezaji wenzake wameenda kushangilia naye kwa pamoja. Mlikuwa mnamwambia nini Prince Dube? Sisi kwanza kama Yanga leo tumethibitisha kitu kimoja. Huyo sasa. Tumethibitisha kitu kimoja sisi kama Yanga. Si ndio wao nataka niwazungumze hapa? Wao. Tumethibitisha sisi kitu kimoja kama Yanga. Mchai wa Dube tumemwacha da. Kama kuna mtu alikuwa anapiga kelele Dube hajakuja, ndo mchai mwenyewe huyo. Hawezi kuvuka maji. Sisi tulikuja Zanzibar kwa mipango mingi sana, hamkuelewa tu. Mpaka uvuke hiyo bahari hapo uje huku mfuate Dube, sio leo. Amebaki da. Baki da, Dube amekuja amekuwa. Imagine mechi ya leo ametengeneza nafasi, kakosa nafasi, kafunga. Hiyo ukicheza sehemu nyingine kule umeelewa? Yani Asfa wanaondoka, nendeni kule mkachukue content kwenye mixed zone. Hamuhitaji madam hajui kama ni content kuliko Waarabu. Tumsamee tu. Tumejiridhisha kama Yanga kwamba mchai wa Dube yuko da. Kama umeumia leo Dube kufunga, wewe ndo mchawi mwenyewe. Baki huko da, tafuta kahawa kunywa na usingizi usije upate tu nini inaitwa ile. Upate nini inaitwa ile? Usingizi wa mangamngamu, yani upate shida. Yani upate shida usiku wa leo. Sisi tumefurahi sana. Unajua kuna Yanga kushinda alafu kuna Yanga kushinda Dube kufunga. Hivi mnaelewa raha tuliokuwa nayo nyewe? Kuna Yanga kushinda, alafu kuna Yanga kushinda Dube kufunga. Hiyo raha tuliokuwa nayo, yani raha ya leo kila mwana Yanga amekuwa ameenjoy sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaamini huu ni mwanzo. Prince Dube ataendelea kuwashona. Tunakwenda Algeria, si ndio Tunakwenda Algeria, moto huu utaendelea inshallah. Huko away. Nyie simesema ile kundi la kifo. Tutakufa na watu sisi humu. Tutakufa nao, msio na haraka. Sisi tutakufa na watu kwenye ile kundi. Msio na wasiwasi. Niwaambia mimi kwenye ile kundi Waarabu watafutane mmoja huyu wa kufuzu na